Maadui waliposhambulia Kenya, viongozi walitoa sauti. Na Kenya haijawahi kuchokoza mtu wowote. Nimepata simu kutoka waziri mkuu wa Ethiopia kusema pole kwa yale ambayo yalifanyika. Kumekuwa na wakuu wa polisi wengi tangu Kenya ipate huru. Aliye na fimbo ya uongozi wakati huu ni Hilary Mutyambai. I, Hilary Nzioki Mutyambai, having been appointed as Inspector General of the National Police Service under the National Police Service Act 2011. Alivaa viatu vya mtangulizi wake Joseph Boynet. I'm not defending the few of my officers who are corrupt. I'm not at all. And that's why I had the applause here, because many of our compatriots go through what my colleague has said, that they witness corrupt activity on the roads. It's two-way. It's both the driver and the corrupt officer. Wenzake wa zamani walikuwa na changamoto sihaba kutoka kwa makundi haramu. The sect deriving its encouragement, being emboldened by the report presented by the Special Rapporteur and certain groups that are pro-Mungiki in the country. And they think that such reports have sanitized their previous criminal conduct. Baadhi ya wakuu wa polisi wamelaumiwa, lakini pale pale wamepata watetezi wao. The problem for me as a human rights fact finder is that when you've got a great pile of evidence up here saying this happened, and then you've got a government response down here which says it's all nonsense. Alston spent only a week in this country. We have lived there all our lives, and we know better than him as to what exactly has been happening in the country. Wakati mwingine serikali iliwataka wananchi kuwajibika kuhusu swala la usalama. Tumetoa amnesty ya watu ambao wanabuduki walete. Na hata serikali imetoa shilingi 50,000 kwa raia yoyote anaweza kupashana habari ikaenda ikaletesha hiyo buduki. Haya ni makala maalum ya Mirathi ya Siasa, tukitazama utendakazi wa wakuu wa polisi na jinsi walivyoteuliwa, changamoto na mafanikio yao tangu uhuru wa Kenya. Mimi ni Paul Nabiswa. Katika historia ya majuzi ya utawala wa polisi baada ya ujio wa katiba mpya, kazi yao ilionekana kuwa ngumu sana, hususan wakati wa siasa. Kwa mfano, mwaka 2016 katika juhudi za muungano wa upinzani wakati huo CORD kutaka aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Isaac Hassan aondoke ofisini, mkuu wa polisi wakati huo Joseph Boynet alipitia hali ngumu. Polisi walitumia nguvu mara nyingi kuwatawanya wafuasi wa CORD, siku hizo wakiongozwa na Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula. Makamanda wengine walijumuisha James Orengo na aliyekuwa seneta wa Machakos Johnston Muthama. Kazi ilikuwa ngumu hata zaidi kwa Boynet baada ya uchaguzi mkuu ambao mahakama ya juu iliharamisha ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2017. Marudio ya kura za urais yalipofanywa, kulikuwa na maandamano ya hapa na pale kutoka katika ngome za wafuasi wa muungano wa upinzani wakati huo NASA, chini ya uongozi wa Raila Odinga. Ila hali kama hii ilimpata Hussein Ali, mkuu wa polisi wa tatu baada ya utawala wa Kibaki, majira ya kura ya maamuzi mwaka 2005, wakati kikosi cha kupinga katiba hiyo kikiongozwa na Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, Mohamed Najib Balala, Musalia Mudavadi na William Ruto kulaumu serikali ya Kibaki siku hizo kwa kuwatumia polisi vibaya. Commissioner wa police akasema I have no apologies.
Minista wa serikali akakuja katika bunge akasema ya kwamba wale ambao waliwawa wakiwa wanajaribu kuinvade police station pale Kondele, na wale ambao waliwawa, ule mtoto ambaye alipoteza maisha yake was in excess of 2 kilometers from Kondele police station. Wakadanganya taifa la Kenya, alafu juzi commission inasema watu wa machungwa wana blame pamoja na watu wa banana. Tukasema basi hatutaki vita. Mzigo wa maandamano ulimpata tena Meja Jenerali Hussein Ali baada ya uchaguzi mkuu tata wa mwaka 2007 wa urais uliosababisha mapigano ya kikabila. Polisi walilaumiwa kwa kuwaua wafuasi wa Raila Odinga ambaye alikuwa kiongozi wa ODM, ambayo ilikuwa imekatalia mbali ushindi wa Mwai Kibaki kuwa rais katika awamu nyingine. Wafuasi wa Rais Kibaki pia waliwalaumu wale wa Raila Odinga kuwa waliwashambulia. We are pursuing our right as the people of Kenya, and we want to respect the police, and we want the police to respect the people of Kenya. Madhara ya mzozo huo yalimsukuma Hussein Ali katika mahakama ya kimataifa kuhusu uhalifu ICC. Uhuru Kenyatta, aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Francis Muthaura, William Ruto aliyekuwa mshirika wa karibu wa Raila Odinga, mtangazaji Joshua Arap Sang na aliyekuwa mwenyekiti wa ODM Henry Kosgei walishtakiwa kutokana na maafa yaliyosababishwa na uchaguzi huo, lakini kesi zao zilitupiliwa mbali kutokana na ukosefu wa ushahidi ama ushahidi hafifu uliowasilishwa kwa majaji wa ICC na aliyekuwa kiongozi wa mashtaka wa mahakama hiyo Luis Moreno Ocampo. Country and the world see that we are handing over, and of course in a mood Mwaka wa 2004 Hussein Ali aliyekuwa na cheo cha brigedia wakati huo alipokabidhiwa wadhifa wa mkuu wa polisi, baadhi ya watu nchini Kenya waliukosoa uamuzi wa Rais Kibaki wakati huo kumweka mwanajeshi kuongoza polisi. Baadhi ya wakuu wa polisi na waliopenda misimamo ya kihafidhina walidhania kuwa Ali hangefaulu. I've not had any leave for some time, and I've never had any peaceful nights. In fact, any days, any nights, if I can sleep for more than 2 hours without a telephone call in my house, those are abnormal nights. Under normal circumstances. First of all, I have to say that I feel privileged and honored to have had the opportunity to serve my country in the different capacities that I have in the Kenya Armed Forces. Hata hivyo, baadhi ya mambo ya haraka aliyoifanya Ali ni pamoja na kuboresha mazingira ya kazi kwa maafisa wa polisi, kuanzia kwa mishahara duni hadi katika mchakato wa kupata vyeo, miongoni mwa mambo mengine. Hata hivyo, mwanajeshi huyo aliingia na masaibu yake. Makundi haramu hususan la Mungiki lilianza kuhangaisha watu miongoni mwa makundi mengine. Hali ilizidi kuwa mbaya zaidi mwaka 2007 ambapo Mungiki iliripotiwa kuwaua watu katika sehemu nyingi Nairobi na maeneo ya kati, hususan katika sehemu za Murang'a. Wakati huu waziri wa usalama wa ndani alikuwa John Michuki, ambaye aliwatahadharisha vijana hao waliokuwa wamejenga himaya yao kwa hali zote. Its mode of operation is to instill fear in members of the public by causing unnecessary mayhem, extorting money and committing murder. In some cases, sect members have appointed themselves prefects of public morality by prescribing what women should and should not wear. Kwa wakati mmoja, viongozi wote wa maeneo ya kati mwa nchi, bila kujali nafasi ya vyama wala vyeo serikalini, walikutana na waziri John Michuki na wakajitenga na vitendo vya kundi hilo. This sect is basically regional. Indeed, the beneficiaries of the activities of Mungiki are a few masterminds, while the rest wallow in want, beholden to the promise of benevolence in the future. We are also disappointed by the very loud silence that comes from opinion leaders, that comes from churches and religious leaders,
that comes from politicians and community leaders who have not gone out of their way at all to condemn and expose Mungiki for what it is, as a criminal gang. Mbunge wa Gishugu siku hizo Martha Karua alikuwa waziri wa sheria. I would like to urge Kenyans to reject leaders who are suggesting that criminals should be negotiated with, whether they come under the name Mungiki, Taliban, Jeshi la Mzee or any other group. Tatizo la makundi haramu pia lilikuwa wakati wa utawala wa Duncan Wachira, kwani mwaka 1997 kabla ya uchaguzi mkuu wakati huo kulikuwa na vita vya Kayabombo katika maeneo ya Likoni na Msambweni na sehemu nyingine za kaunti ya Kwale. Vita hivyo vilihusishwa na siasa, na wakati huo watu kadhaa walivamiwa na kundi hilo lilokuwa na makazi yake msituni. Ikumbukwe viongozi wa Mungiki pia walipenyeza katika siasa za vyama. Kwa mfano, wakati Kenneth Stanley Njiru Njindo Matiba alipomwachia Joseph Martin Shikuku chama cha Ford Asili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 1997 na kuingia katika Sabasaba Asili, aliyekuwa msemaji wa Mungiki wakati huo Ndura Warwinge na kiongozi wa kundi hilo Maina Njenga walionekana katika uchaguzi wa chama hicho na hata kugombea baadhi ya nyadhifa. Na hata baada ya serikali ya mseto kati ya aliyekuwa Rais Mwai Kibaki na Raila Odinga ambaye alikuwa waziri mkuu, idara ya polisi ilaumiwa kwa mauaji ya kiholela. Aliyekuwa kiongozi wa wakfu wa Oscar King'ara aliwawa kwa mazingira tata na mwenzake John Paul Oulu ambaye zamani alikuwa naibu mwenyekiti wa chama cha wanafunzi cha chuo kikuu cha Nairobi SONU karibu katika chuo kikuu cha Nairobi kwa kupigwa risasi Machi mwaka 2009. Wanasiasa walichukulia swala hilo kwa uzito, lakini Hussein Ali aliwataka wapunguze pupa. What we are against is extrajudicial executions. Let them be taken to the court. Let us not criminalize poverty, because we come to the point where any young man in Central Province who is poor, unemployed, is equated with Mungiki. Jambo ambalo limefanyika kutokana na Oscar litahitaji kwamba sisi kama wajumbe wa Kenya, wakati bunge itafunguliwa, tuungane pamoja, tuulize serikali ni kwa nini Oscar aliuawa na ni nani alimuua Oscar. I sincerely feel very sad about the killing of these two young men recently. And although it is alleged that they were executed by police, the evidence hasn't come forward. We do have eyewitnesses to that incident, and we have been following up these cases. This particular case, which is a very brazen murder of an individual in the city. Kabla Ali aondoke mamlakani na kumwachia ngazi Matthew Tere ambaye alishikilia hadi ujio wa katiba mpya, mchunguzi wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu Profesa Philip Alston alitembelea Kenya kuchunguza kile alichodai kuwa mauaji ya kiholela, mengine yakihusishwa na ghasia za baada ya uchaguzi. Alimlaumu mkuu wa polisi Hussein Ali kwa kile alichodai kuwa mauaji ya kiholela dhidi ya watu walioshukiwa kuwa wahalifu, wakiwemo vijana wanaodaiwa kuwa Mungiki. It's clear on the basis of their testimony and other information that the denial on the part of the military that they played no part in any of the interrogations and no part in any of the torture or the killing that took place, those denials are not supported by the massive weight of the evidence. We cannot continue aiding and abetting senseless killing of our young men. And this phantom name, which is supplied whenever a criminal offense has happened, for me, is a name being used to persecute, to generalize and persecute a whole generation of young men, particularly from the Kikuyu community, but also
boys from the Mount Kenya region. Aliyekuwa waziri wa sheria Mutula Kilonzo aliitetea serikali na kukosoa namna Alston alivyokusanya ushahidi hasi dhidi ya serikali na wizara ya usalama wa kitaifa ikiongozwa siku hizo na Profesa George Saitoti. My only great exception to it is the impression it creates that Kenya is a failed state, because it isn't. Take the police, for example. We have thousands of policemen in this country, wonderful people. Some of them are guarding premises like where we are, and others are involved in daily activities on law and order. Above all, they are also members of the police force who definitely participate in corruption, and definitely rogue policemen. The Minister for Internal Security has said so. So therefore, I think to go on the defensive, to merely be on the defensive for the sake of it, is counterproductive. And that is why I'm accompanying the other ministers going to Geneva to hear firsthand the methodology, because the report doesn't show the methodology. That is what I'm going to challenge Professor Alston, and that's why I'm taking issue with the period of time he spent in Kenya. There wouldn't be enough time to collect the sort of material that would say yes on day A and so. Hussein Ali pia alipata wakati mgumu katika vita vilivyokuwa vikiendelezwa na kundi la Sabaot Land Defense Force likiongozwa na Wycliffe Matokei huko mlima Elgon katika ardhi ya Chebiuk. Kundi hilo liliwaua watu wengi kwa hesabu kikatili na kumlazimu aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa John Mechuki kufika katika eneo hilo na kuwaonya waliokuwa wakiendeleza mauaji hayo ya kiholela. Na sheria ya watu wa Kenya haikutengenezwa kwa sababu ya soy ama kwa sababu ya Yorobo. Ilitengenezwa kwa watu wote. Na kwa hivyo ni important kujua hivi. Mkiwa mnazozana kwa mashamba, mkiwa mnazozana kwa siasa, kazi yetu kama serikali ni kuona ya kwamba mambo hayo yote inafanywa kisheria. Baadaye jeshi la Kenya liliungana na polisi kuzima kundi hilo pamoja na kumuua Wycliffe Matokei mwaka 2008, wakati huu waziri wa usalama wa kitaifa akiwa Profesa George Saitoti. Meja Jenerali Hussein Ali alipokuwa akikabiliana na fujo za makundi haramu. Mkuu wa polisi wa kwanza baada ya katiba mpya ya mwaka 2010 David Kimayo alikumbwa na tatizo kubwa la mashambulizi ya ugaidi nchini. Shambulizi kubwa wakati wake lilikuwa la Westgate Septemba mwaka 2013, wakati kituo cha kibiashara cha Westgate ambapo watu 67 waliuawa. Baadhi ya nchi za magharibi zilitoa tahadhari kwa raia wa nchi zao kuwa makini wanapozuru baadhi ya sehemu kama vile pwani ya Kenya na Nairobi baada ya visa vingi kutokea vilivyonasibishwa na ugaidi. Shambulizi jingine la namna hiyo lilitokea Januari mwaka 2019 katika hoteli ya Dusi 2 ambapo zaidi ya watu 20 waliuawa sawa na wapiganaji wa shambulizi. Hizi zilikuwa siku za mwisho za Joseph Boynet afisini. Wanafunzi wasiopungua 140 walifia katika shambulizi hilo. We continue to pray for the quick recovery of the injured and the safe rescue of those still being held hostage. Mzigo mkuu wa polisi nchini Kenya ulikuwa mzito Agosti 7 mwaka 1998, wakati kulikuwa na shambulizi la kigaidi katika mji mkuu wa Kenya Nairobi na Dar es Salaam Tanzania katika balozi za Marekani. Zaidi ya watu 200 walifariki na maelfu kujeruhiwa. Rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi aliyekuwa kiongozi wa Kenya wakati huo aliwaonya washukiwa wa ugaidi, huku mwenzake wa wakati huo wa Tanzania Benjamin William Mkapa akionyesha masikitiko makubwa. Masikitiko kwa wananchi wa Kenya kwa maafa
ambayo yamefanyika siku ya leo. Kuletwa vita kwetu sisi watu wenye amani, hatujui ni kwa nini. Watu wa Kenya hawana vita na mtu wowote. Frankly, very angry. Very angry. It's inhuman, it's evil, it's despicable. A terrible misuse of science and technology. This thing is completely alien to our history, alien to our political culture, and we will contain it. We will contain it. We'll do everything to contain this kind of behavior. These acts of terrorist violence are abhorrent. They are inhuman. We will use all the means at our disposal to bring those responsible to justice, no matter what or how long it takes. We condemn it completely, and we are against all these activities. We are looking for peace, just peace, everywhere. And I have sent my letters to His Excellency President Clinton, carrying my condolences, and also to President of Kenya and President of Tanzania. Baada ya kisa hicho, aliyekuwa mkuu wa polisi Duncan Wachira, ambaye alikuwa akaanza kazi yake mwaka 1996, alimwaga unga na Rais Moi akamteua Philemon Abongo kuwa mkuu wa polisi. Baadhi ya maandishi yanadai kuwa Raila Odinga, ambaye alikuwa kiongozi wa National Development Party NDP, aliathiri uteuzi huo ili NDP iwe ikishirikiana na KANU, kilichokuwa chama tawala, katika kura bungeni. Lakini hakudumu hapo, kwani muungano wa National Rainbow Alliance ulitoa uongozi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2002. Serikali ya Kibaki ilipoapishwa mwaka 2003 baada ya kumshinda Uhuru Kenyatta wa KANU. I, Philemon Frederick Abongo, do hereby swear. Abongo ni kati ya maafisa wakuu wa usalama walioapishwa, lakini baada ya siku chache akavuliwa madaraka. Katika kipindi cha Joseph Boynet, Kenya iliwapokea wageni wengi wa hadhi ya kimataifa na ulinzi wao ulikuwa muhimu. Kwa mfano, Rais Barack Obama wa Marekani, kabla ya kukamilisha kipindi chake, alikuwa Kenya ziarani mwaka 2015. Habari zenu. Mwaka huo huo, kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis alizuru Kenya, miongoni mwa nchi nyingine kama vile Uganda. Vivyo hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwasili Kenya wakati wake. Na waziri mkuu wa Uingereza aliacha ngazi mwaka 2009 Juni, Theresa May. Ujio wa Papa John Paul wa pili mwaka 1980 pia ulifanikishwa na mkuu wa polisi wa wakati huo, ambaye alikuwa ni Ben Gethi, ambaye aliongoza kikosi cha polisi kutoka mwaka 1978 hadi mwaka 1982, alipochukua Bernard Njinu kutoka mwaka 1982 hadi mwaka 1988. Ben Gethi alisukumwa korokoroni mwaka 1982 baada ya kushindwa kudhibiti jaribio la mapinduzi ya serikali ya rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi. Papa huyo John wa pili pia alitua tena Kenya mwaka 1995 wakati wa utawala wa Moi. Safari hii mkuu wa polisi akiwa Shadrack Kiruki, aliyechukua uongozi kutoka kwa Philip Kilonzo mwaka 1993 hadi mwaka 1996. Wakati Kenya ikipata uhuru, mkuu wa polisi wa kwanza chini ya mzee Jomo Kenyatta alikuwa Bernard Hinga, ambaye alikuwa bosi kutoka mwaka 1964 hadi mwaka 1978 alipofariki mzee Jomo Kenyatta. Katika utawala wake alifanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi aliyokuwa kapangiwa mzee Jomo Kenyatta. Hata hivyo, pia kuna wanasiasa maarufu waliouawa kama vile Pio Gama Pinto, Tom Mboya
na JM Kariuki katika utawala wake. Kamati ya bunge iliyobuniwa baada ya kifo cha JM Kariuki, ambaye alikuwa mwanasiasa mahiri kutoka Laikipia, ilimtaja Ben Gethi, ambaye siku hizo alikuwa mkuu wa kikosi cha GSU, kuwa miongoni mwa watu wanaodhaniwa kufahamu namna alivyouawa JM. Pindi baada ya Rais Jomo Kenyatta kufariki, Bernard Hinga alipatwa na butwaa alipomkuta katika kiti chake Ben Gethi baada ya Moi kushika madaraka. Ilikuwa na maana kuwa mkuu wa polisi mpya alikuwa Ben Gethi na akaendelea na wadhifa huo kwa miaka 4. Jina Ben inaonekana liliwafiki vizuri wakuu wa polisi, hususan kutoka maeneo ya kati, ama pengine lilikuwa jina maarufu, ama ni sadfa tu. Baada ya Ben Gethi kuondoka madarakani, Bernard Njinu alishika usukani, lakini za posho mwaka 1988 baada ya vurugu la upinzani maarufu kama Mwakenya kuanza juhudi za kuleta mabadiliko nchini. Alipewa amri ya kugura afisini na aliyekuwa katibu katika afisi ya Rais Zakaya Oyugi, ambaye alikuwa na usemi mkubwa katika serikali ya Rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi. Philip Kilonzo kutoka Ukambani, ambaye alikuwa mkuu wa polisi mkoani Nairobi, alitunukiwa na Rais Moi ukuu wa polisi hadi mwaka 1993. Alijulikana kwa kuzima maandamano ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi. Hata hivyo, wakati wake kulishuhudiwa ghasia za ukabila kabla na baada ya uchaguzi wa mwaka 1992, hususan katika sehemu za uliokuwa mkoa wa Rift Valley. Wengine wanakufia huko kwa nyumba, wanasomewa nyumba huko. Na ni nani wanafanya hizi vitu? Wewe kwa maoni yako unaona hii vita ni juu ya nini? Hii vita hii ni kubwa sana kwa sababu hao watu wanaonekana kama wanasaidiwa. Alikuwa baba ya mbunge wa Yatta Charles Kilonzo na alifariki kwa mazingira yasiyoeleweka mwaka 1997 alipokunywa bia katika baa moja eneo la Matu. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Daktari Robert Ouko alifariki pia katika kipindi chake, lakini uchunguzi wa kifo chake ulikumbwa na utata mwingi. Wakati huu Hilary Mutyambai, ambaye aliteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta, anatumia mbinu za kijasusi kukabiliana na maovu, vita dhidi ya ufisadi vikiwa miongoni mwa ajenda yake kuu, kwa ushirikiano na afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma inayoongozwa na Nurdin Haji pamoja na afisa mkuu mtendaji wa tume ya kupambana na ufisadi EACC Twalib Mbarak Twalib. Sadfa kubwa ni kwamba wote hao wamekuwa maafisa wa shirika la ujasusi wa kitaifa NIS. Pengine ndio sababu hawasemi sana. Paul Nabiswa, makala ya Mirathi ya Siasa.